Nchi wa Irianyi ndani ya Marani, hamjambo? Irianyi oye! Irianyi oye! Mimi siku ya leo niko na furaha tele kwa sababu nimepata nafasi ya kufika eneo hili. Na leo hii asubuhi tulipotoka Nairobi kwa mwaliko ya huyo mbunge wenu Mheshimiwa HATE Matiang'i, tulipotoka Nairobi asubuhi siku ya leo, Mheshimiwa Rais William Ruto alitutuma na salamu zake, akasema tukifika hapa Irianyi tulete salamu zake. Wangapi wamepokea salamu za Mheshimiwa Rais? Haya. La pili, sisi tuko hapa kwa mwaliko ya huyu mbunge wenu, rafiki yangu HATE Matiang'i. Na nimeshukuru sana wakati nimefika hapa, nimepata nyinyi mmejitokeza kwa wengi. Na hiyo ni ishara ya kwamba nyinyi wananchi wa Irianyi mko na hamu na maendeleo. Na vile vile mnapenda huyu mbunge wenu HATE Matiang'i na huyu dada yangu Donya. Hiyo ndio jambo la muhimu. Nimeshukuru sana. Leo hii tumefika hapa kwa mambo ya maendeleo ya stima. Huyu mbunge wenu amefanya kazi mkubwa sana kule bungeni. Mimi kama mnakumbuka, nilikuwa bunge miaka mingi, na nikawa bungeni na huyu Mheshimiwa Matiang'i pamoja na huyu Mheshimiwa Donya msimu huu mpaka mwaka jana mwezi wa 7 wakati niliteuliwa kama waziri, ndio nikawaacha huku. Mimi naweza toa hakikisho, I can confirm ya kwamba nyinyi wananchi wa Kitutu Chache North na wa Kisii County kwa jumla hamkufanya kosa hata kidogo kwa kuchagua huyu mbunge Matiang'i na kwa kuchagua huyu mama Doris. Hawa ni wabunge, kwa sababu mimi naelewa kule bungeni nilikuwa kiongozi ya wabunge. Naelewa wabunge ambao wako na ujasiri na wale ambao hawana ujasiri na wanalala tu. Hawa wabunge wawili ni wale ambao wakisimama kule bungeni wanatoa matamshi ya maana na Kenya nzima inawasikiza. Na hiyo ndio kazi ya mbunge. Mbunge akishachaguliwa kazi yake ni kwenda bungeni kutetea watu wake. Na huyu Matiang'i amewatetea sawa sawa. I can confirm what the PS said. Kila mara huyu Matiang'i anatembelea na kila mara ananipigia simu kunikumbusha mambo ya stima katika hii constituency yenu. Ndio sababu siku ya leo tumefika hapa. Sisi tumefika hapa kama wajumbe wa Mheshimiwa Rais Ruto. Hii constituency nimeelewa ya kwamba mambo ya stima bado ilikuwa nyuma sana. Ndiposa tunamshukuru huyu mheshimiwa pamoja na serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto akisaidiwa na Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki na wakiungwa mkono kikamilifu na baba. Ndio? Yes, hiyo serikali kuu ya Mheshimiwa Ruto imefanya juu chini na imeleta mabadiliko kamili. Mimi naelewa hii eneo kabisa. Naelewa kabisa kwa sababu mimi natoka hapa Siaya. Na hapa Kisii nimekuja mara mingi kwa mambo ya siasa. Hapo mbeleni tukiwa ODM. Tunakumbuka? Mimi naweza sema hapa bila wasiwasi ya kwamba hii serikali ya Ruto has made a difference. Ukweli lazima usemwe. Hii serikali ya Ruto ndio serikali ambayo imekumbuka watu wetu wa Kisii kwa njia ambayo inaonekana. Kwa hivyo
Mimi kazi yangu pamoja na wizara yangu ni kuhakikisha ya kwamba tumesaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi zake kwenu, hasa kwa mambo ya maendeleo ya stima. Na tumesema ya kwamba kama serikali ya kwamba mambo ya stima haiwezi chukuliwa kama starehe kama ilikuwepo hapo mbeleni. Stima kwa wakati huu ni jambo la maana sana, jambo la muhimu kwa mambo ya maendeleo ya binadamu na community in general, kwa sababu stima ikipatikana eneo hili itawezesha watoto wetu kusoma bila wasiwasi. Vile vile itawezesha wazee, wamama na vijana kufanya biashara ndogo ndogo ili wainue uchumi wa eneo hili. Na hiyo ndio kazi tumepewa na Mheshimiwa Rais, na tumejitolea kuifanya mpaka dakika ya mwisho. We are confident and in the next 2 years this constituency is going to change. We are more than confident, and not just this constituency, hii county ya Kisii. If not for anything else but for matters of electricity. Working closely with your leadership. Tutahakikisha kwamba tumeshirikiana na viongozi wenu ili tusukume gurudumu ya maendeleo katika hii eneo mbele. La tatu, sasa nikimalizia, kwa sababu siku ya leo safari ni ndefu sana, hii kaunti ya Kisii. Leo tumepiga kambi hapa Kisii mpaka dakika ya mwisho, mpaka usiku. Sawa sawa. La tatu, mambo shida ambazo zinakumba nchi hii, hasa vijana wetu, serikali ya Mheshimiwa Ruto inaelewa. Ndiposa imeweka mkakati kabambe ya kushughulikia mambo ya changamoto ambayo inasumbua wananchi wetu, hasa vijana, especially mambo ya ukosefu wa kazi. Na kazi siku hizi sio tu kwenda ofisini kukaa asubuhi mpaka jioni, hapana. Kazi ni kujitegemea. Na ili ujitegemee lazima upate huduma kama hizi from government, especially stima, barabara zile Mheshimiwa Nyakundi aliongea juu yao, mambo ya maji na kadhalika, ili tuwezeshe wananchi wenyewe wajitegemee, wafanye kazi kivyao, wakitumia rasilimali ya serikali ili wapate mapato. Na ndio hiyo ifanyike, lazima tuwe na kitu kinachoitwa amani na utulivu. Mara nyingi wananchi wa eriani, mara nyingi mmekuwa mkiona ya kwamba hii Kisii inaendelea zaidi kwa mambo ya maendeleo hata kuliko neighboring counties like Homa Bay or Kisumu. Kisii town kwa hakika ni town ambayo uchumi yake is now even bigger than Kisumu town, because of hard work ya watu wa eneo hili and because of unity. Hard work, unity, and in a peaceful environment. Kwa sababu mambo ya maendeleo inahitaji utulivu na amani. Kwa miaka mingi sana vijana kule Kisumu wamekuwa wakigoma, wakifanya maandamano, na saa zingine wanaharibu maneno. Mimi ningeomba sana, dunia inabadilika. Siasa katika nchi hii imechukua mkondo mwingine mpya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Ruto na viongozi wa kitaifa, wakiwemo viongozi wenu Mheshimiwa Nyakundi ambaye ni treasurer wa chama kinachotawala. Nitawasihi sana tutimize utulivu na amani katika hii county ya Kisii na katika hii constituency ya Kitutu cha North. Hatujasema ya kwamba hairuhusiwi mtu kufanya maandamano. Hiyo ni haki yako kikatiba. Lakini kabla hujatoka nje ujiulize, is there an alternative route we can follow to address the issues we have? And as we demonstrate, can we do it in a manner that is peaceful, that preserves the unity of the country
and that protects the property ya wananchi na serikali vile vile, ili tuwezeshe investors waje kwa wengi waweke pesa zao, ndio wananchi wapate opportunities za employment. Hiyo ndio ombi langu kubwa sana siku ya leo nikiwa hapa Iriani. Lakini la mwisho wenzangu wameongea mambo mengi kuhusu siasa. Mimi siku hizi siasa sishughuliki na, kwa sababu mimi ni mfanyikazi wa serikali tu. Lakini vile vile naelewa siasa. Vile mimi naona hii nchi ikiendelea, sina hakika kuna mtu ataweza shinda huyu Ruto. Mimi nikiona nimeenda uchaguzi mwingi sana, mimi mwenyewe nimegombea viti na nimechaguliwa wakati fulani. As things stand, it will be very difficult for people who have got no agenda to form a movement that can defeat Mheshimiwa Ruto. And I am happy that Mheshimiwa Ruto has embraced national unity, has inculcated a sense of national unity by bringing all communities together. I am very happy. I'm very happy that for the first time, hii nchi iko na umoja kamili in terms of inclusivity. And we cannot, hakuna haja ya kutegemea ile kitu ambayo haijaonekana, ili hali uko na kitu ambayo unaona. Wananchi wa Iriani, wananchi wa Kituru Chache North na wa Kisii, you are already in government under leadership of your leaders who have elected here. And the government of President William Ruto inawategemea na inawapenda, na imekubali ya kwamba itashirikiana nanyi kwa mambo ya maendeleo tukiendelea mbele. Mimi niliambiwa na Mheshimiwa Rais niwaeleze ya kwamba serikali yake itatembea bega kwa bega na wananchi wa eneo hili mpaka dakika ya mwisho kwa mambo ya maendeleo. Sasa haja gani turuke utegemee mambo ambayo haijulikani, na tuko na serikali ambayo imekubali kufanyia nyinyi wananchi kazi na kuleteni nyinyi maendeleo? Haja gani? Hakuna hata kidogo. Kwa hivyo mimi siku ya leo sitaongea mengi, tutazidi kuonana. Hii constituency ya Kituru Chache North, mbeleni ilikuwa Kituru Chache, si ndio? Mimi nakumbuka nilikuja hapa I think 1996 or 97. 96 I think. Wakati wa by election. Nilikuja hapa 1996 na baba. Wakati tulikuwa na by election katika hii eneo, Mheshimiwa Nyakundi. Na Jimmy Angwenyi ndiye alishinda wakati huo. Sisi tulikuwa na candidate wetu wa chama cha LDP. Alikuwa anaitwa Justus Mochoge, nakumbuka. Nakumbuka kabisa. Nasikuiza crowd. Kwa hivyo mimi nawaelewa kabisa, nyinyi ni watu ambao wanapenda kazi na ni watu wenye bidii. Tukae hivyo na tushirikiane na serikali ili tusonge mbele. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Waziri, kuna mtu wa mtumu hapa ama ni watu wako wa Kenya Power? Abantu baminto daite ko bakera mbia